Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Nikipenda kuchukua nafasi hii kwa njia kipekee kuwakaribisha nyote katika sherehe hii ya mtoto wetu, padri wetu ambaye ni Father Vincent, ambaye anasherekea miaka 25 tangu achukue nadiri za milele katika shirika la Capuchin. Tunakualika padri hapa nyumbani, ujisikie nyumbani pamoja na wenzako, mapadri, watawa, mabrothers, wageni wa tabaka mbalimbali ambao wamekupea heshima kuwa hapa. Tunasema Mungu asante kwa hizi miaka 25 ambapo uliitikia wito kwamba Mungu amekuchagua, uko tayari kujitolea kuja kufanya kazi, na umekuwa mwaminifu katika hiyo kazi, na Mungu amekuelekeza kwa hizi miaka zote 25, na leo hii uko kati yetu kumwambia Mungu asante. Na sisi kama parishioners, sisi kama wazazi wako, tunajivunia kuona kwamba umevumilia, umekaa kule na furaha, na mara kwa mara unapokuja kututembelea, we see a sign of happiness in your priesthood. May God bless you, that as you come to join us in this moment of joy, you have come with your friends who are here, that you are going to inspire many vocations in Nigeria. And this team from Nairobi who have traveled and all over, the sisters who are here, the brothers, the priests, are going to help us to do more evangelization in this region, more so in our diocese. Father Vincent, we are happy for this milestone you have achieved in your life as a priest. And we are proud to celebrate with you. And we are proud when I see the Christians happy for your day here. Welcome and celebrate with us. Welcome, and we thank God together. And before maybe we start Mass, I give you this opportunity to say one word, and then we start Mass. Welcome, Father. Baba Paroko, ndugu mapadri, dada zangu masista, familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Salamiane, Mungu ni mwema na kila wakati. Mulibalamu mwasangalile.
kama baba paroko alivyosema, ni siku ya furaha na ni siku ya kipekee katika maisha yangu. Kwa miaka 25 tangu nilipoweka nadhiri katika shirika la Wakapuchini, nimepata fursa ya kipekee kumwambia Mungu asante. Na ninyi ambao mmefika hapa siku ya leo, mnajiunga pamoja na mimi kwanza kabisa kusali, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya wito miongoni mwetu. Mungu ametujalia miaka hii, na wanasema kwamba unaposhukuru unaomba zaidi. Si kweli? Ningependa kuomba miaka 200. Nyinyi mngependa miaka ngapi? Ningependa kuomba miaka nyingi, si kweli? Sana. Na najua kwamba ninyi nyote ambao mmefika hapa mna nia njema, nia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nia ya kutuombea. Kuna baadhi wametoka mbali zaidi, kuna baadhi wamesacrifice zaidi. Kuna mababa paroko hapa ambao wamewacha parokia zao, wamewacha Wakristo wengi kuja hapa kushiriki pamoja na sisi. Kuna masista wamesafiri kutoka mbali, wamekuja hapa ili kuambia Mungu asante pamoja nami. Kuna wazazi, kuna wanajumuiya, kuna Wakristo kutoka Nairobi, kutoka Msoli, Kakamega, kutoka Kitale, kutoka Eldoret, kutoka hata Mombasa. Wako hapa kumshukuru nani? Tujiunge pamoja tuambie Mungu asante. Makofi kwa Yesu. Kwa niaba ya kipekee ningependa kuwashukuru ndugu zangu wa Kapuchini ambao wanawakilishwa na Padre Kenneth Makoha, yuko hapa, pamoja na ndugu ambao wako hapa wengi zaidi. Kwa njia ya kipekee ningependa kuwashukuru kwa sababu bila wao singekuwa hapa. Kwa miaka hii zaidi ya 25 wametembea pamoja na mimi, wamenisaidia katika njia na hata na katika hali ya mali, kuniwezesha ili kuona kwamba ninaelekeza wito wangu jinsi ninavyomfaa kwa Mwenyezi Mungu. Nasema asante, asante, asante sana. Na familia yangu ya kipekee vile vile ningependa kuwarudishia shukrani. Najua mmefika kwa wingi, mko hapa. Asanteni sana kwa kunishikilia katika sala na hata katika misaada yenu. Na ninyi nyote ninawapenda sana. Murio mno. Tusimame tuanze misa yetu. Tusimame wote tafadhali. Kwa jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Zangu, sisi ni wadhambi, mara nyingi hatupati muda hata kumwambia Mungu asante, tujute dhambi zetu ili tuweze kustahilishwa kwenye misa hii, kwenye mafumbo haya matakatifu.
E Mungu Mwenyezi, twakuomba uwajalie waamini wako ari ya kumlaki kwa matendo ya haki Kristo wako anayekuja, ili kisha kuwaweka kuumeni kwake hata kuumiliki ufalme wa mbinguni. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutana nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Haya ndiyo aliyoyaona Isaya, mwana wa Amosi, kuhusu Yuda na Yerusalemu. Itatukia siku za mwisho ya kuwa mlima wa hekalu la Bwana utawekwa imara juu ya milima na kuinuliwa juu kupita vilima. Mataifa yote watauendea kwa wingi, na makabila mengi watafika huko wakisema, haya, tuupande mlima wa Bwana, tuiendee nyumba ya Mungu ya Yakobo, ili atufundishe njia zake, nasi tufuate mapito yake. Maana toka Sioni sheria itatokea, na neno la Bwana kutoka Yerusalemu. Naye atafanya hukumu kati ya mataifa, atawaamua makabila mengi, nao watafua panga zao ziwe majembe, na mikuki yao kuwa mapanga. Taifa halitainua upanga juu ya taifa jingine, wala hawatajifunza ufundi wa vita tena. Enyi watu wa nyumba ya Yakobo, njooni, tutembee katika mwanga wa Bwana. Neno la Bwana. No
Somo la pili. Soma katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Warumi. Ndugu zangu, mnautambua wakati. Saa ya kuamka katika usingizi imefika. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu zaidi kuliko wakati tulipoanza kusadiki. Usiku umekisha, mchana umekaribia. Basi tuyafue matendo ya giza na tusifae silaha za mwanga. Tuenende kwa adabu kama inavyopaswa mchana, si kwa ulafi au ulevi, si kwa ufisadi wala uasherati, si kwa ukomvi wala wivu, bali mfaeni Bwana Yesu Kristo. Neno la Mungu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ujio wa Mwana wa Mtu itakuwa kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Kwa maana siku zile zilizotangulia gharika kuu, watu waliendelea kula na kunywa, kuoa na kuolewa, mpaka siku Nuhu alipoingia katika safina. Wasituhumu mambo mabaya hata gharika kuu ikawafilisha na kuwachukua wote. Ndivyo kutakuwavyo pia kuja kwake Mwana wa Mtu. Wakati ule watu wawili watakuwako shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa katika kusaga, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kwa hiyo kesheni, kwa maana hamjui siku atakayokuja Bwana wenu. Basi fahamuni haya, kama mwenye nyumba angelijua saa ajapo mwizi, angelikesha asimpe nafasi ya kuvunja nyumba yake. Kwa hiyo nanyi muwe tayari, kwa kuwa Mwana wa Mtu atakuja saa msioidhania. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo.